Uhusiano wa mvutano kati ya rais wa Marekani Donald Trump na Afrika umechukua mtazamo tofauti, huku Marekani ikisema itasusia mkutano wa marais wa G20 utakaofanyika Afrika Kusini tarehe 22 na 23 Novemba mwaka huu. Marekani na Afrika Kusini ni sehemu ya nchi 19 ambazo ni wanachama wa G20. Afrika Kusini ndio nchi pekee ya Kiafrika katika kundi hili la mataifa ambayo yanajumuisha nchi zenye uchumi mkubwa duniani, ikiwakilisha asilimia 85 ya pato la taifa la kimataifa, zaidi ya asilimia 75 ya biashara ya kimataifa na karibu theluthi mbili ya watu duniani. Urais wa G20 huzunguka kila mwaka miongoni mwa wanachama hao, na sasa ni zamu ya Afrika Kusini. Lakini ina maana gani kwa Marekani kususia? Wataalamu wanasema Marekani inaleta mgawanyiko ndani ya shirika hilo kwa kuleta masuala yake ya ndani na Afrika Kusini kwenye kundi hilo. Wanasema pia inaashiria ukweli kwamba Marekani haitaki kuwa na maelewano na Afrika kuhusu maslahi ya pamoja. Inaangazia tu masuala yake. Rais Trump ameishtumu Afrika Kusini kwa kuwatesa Afrikana nchini humo, raia wa Afrika Kusini wazungu. Anasema wanauawa na ardhi na mashamba yao yanatwaliwa kinyume na sheria. Marekani pia haijafurahia hatua ya Afrika Kusini kuishtaki Israel kwa mauaji ya halaiki huko Gaza katika mahakama ya kimataifa ya haki. Rais Trump hata alisema mkutano wa G20 haukutakiwa kufanyika nchini Afrika Kusini. Afrika Kusini imejibu kwa kusema uamuzi wa Marekani ni wa kushangaza na kwamba madai ya kuteswa kwa jamii wa Afrikan hayana msingi. Wanachama wengine wa G20 hawajatoa maoni yao kuhusu swala hili na wala hawajaonyesha nia ya kususia mkutano huo utakaokuwa nchini Afrika Kusini. Na kama kwa Marekani kususia mkutano wa Afrika Kusini haitoshi, ziara rasmi ya makamu wa rais wa Marekani JD Vance nchini Kenya iliyotarajiwa mwezi Novemba pia imefutiliwa mbali. Wizara ya mambo ya nje ya Kenya inasema kuhudhuria kwa Vance kwenye mkutano wa G20 kulifungamana na safari yake ya Kenya. Marekani kususia mkutano huo kumefanya iwe vigumu kwa Vance kufanya ziara rasmi nchini Kenya. Wataalamu wanasema hili ni pigo kubwa kwa Kenya ambayo ilitarajia ziara hii ya ngazi ya juu kuimarisha ushirikiano wake na Marekani katika masuala ya biashara, usalama na teknolojia. Uongozi wa Trump ulibatilisha baadhi ya mikataba ya usalama ambayo mtangulizi wake Joe Biden alikuwa ametia saini na Kenya, kwa mfano kufadhili Kenya kuongoza misheni ya kulinda amani nchini Haiti. Haijabainika kama Marekani itapanga tena ziara rasmi ya JD Vance nchini Kenya, na iwapo Marekani itakubali Afrika Kusini ihudhurie mkutano wa viongozi wa G20 mwaka ujao ulioratibiwa kuandaliwa nchini humo.